Naam, mtazamaji wangu wa chaneli ya Makota JR, leo na kuomba ukae kwa kutulia, unielewe kile ambacho nataka nikizungumze kupitia hii sheria ya 3x. Naomba uielewe hii sheria ya 3x ili utakapoamua kwenda kuwekeza kupitia platform ya Bariki uweze kuelewa nini unakifanya. Tunaanza kuanza sasa. Hapa wametueleza 3x sheria ya uwekezaji. Lakini pia wametutolea mfano wa mizunguko ambayo utakuwa unaicheza na jinsi gani ya kuweza kuitumia hii sheria ya 3x. Wamekwambia kuanzia shilingi 3000. Mzunguko wa kwanza utawekeza shilingi 3000. Huo ni mfano. Lakini wewe unaweza ukawekeza zaidi ya shilingi 3000 au chini ya shilingi 3000. Hapa tupo kwenye mfano. Naomba unielewe vizuri. Uwekezaji wa kwanza ni shilingi 3000 kwa mzunguko wa kwanza. Ikiwa kupoteza, umepoteza shilingi 3000. Lakini kama ukiwa umeshinda shilingi 3000. Ina maana shilingi 3000 yako ambayo umewekeza wewe ikizidishwa mara 2 inakuwa shilingi 6000. Ina maana mtaji wako shilingi 3000 lakini pia umepata faida ya shilingi 3000. Naam. Ikitokea umepoteza huo mzunguko wa kwanza, hiyo shilingi 3000 yako umepoteza, tunakuja kwenye mzunguko wa pili. Mzunguko wa pili sasa, kwa sababu wa kwanza umepoteza, inatakiwa mzunguko wa pili tuzidishe ile hela ambayo tumepoteza mzunguko wa kwanza tuzidishe mara 3. Mfano, mzunguko wa kwanza tumepoteza shilingi 3000. Kama tumepoteza shilingi 3000 mzunguko wa kwanza, ile shilingi 3000 mara 3 inakuwa shilingi ngapi? Inakuwa shilingi 9000. Ina maana 3 mara 3 ni 9. Kwa hiyo ni shilingi 9000. Sasa ile shilingi 9000 sasa ndio inatakiwa uje kuiwekeza kwenye mzunguko wa pili. Kama unavyoona hapo, kwenye mzunguko wa pili ameweka uwekezaji shilingi ngapi? Shilingi 9000. Sawa. Baada ya kuwekeza shilingi 9000, ikitokea umepoteza hadi huo mzunguko wa pili utakuwa umepoteza shilingi 9000 kwa mzunguko wa pili na maana. Lakini ukiwa umeshinda utashinda shilingi 9000 pia. Hapa naomba tuelewane. Alivyokuambia ukiwa umeshinda utakuwa umeshinda shilingi 9000 na maana ile 9000 yako ukizidisha mara 2 inakuwa sawa sana shilingi 18000. Sio, umeelewa? Yaani ile 9000 yako kama mtaji lakini pia ni 9000 ambayo umeshinda. Kwa hiyo utakuwa na faida ya shilingi 9000 lakini pia na mtaji wako utakuwa umebakia pale pale kwenye shilingi 9000. Kwa hiyo utakuwa jumla una shilingi 18000 ukijumlisha faida na mtaji wako. Sio, umeelewa hapo? Kwa hiyo sasa kwenye ile 18000 ambayo umeshinda utatoa shilingi 3000 ambayo umepoteza mwanzo, utabakiwa na shilingi 1000 ngapi? 15000. Lakini pia kwenye ile 15000 kuna mtaji wako wa shilingi 9000 ambao uliwekeza kupitia mzunguko wa pili, utatoa. Kwa hiyo shilingi 15000 ile ukitoa shilingi 9000 ambayo ilikuwa kama mtaji kwenye uwekezaji wa mzunguko wa pili, utabakiwa na shilingi 6000. Sasa hii shilingi 6000 ndio ambayo imekuonyesha hapa mwisho. Hii shilingi 6000 ndio faida yako. Kwa maana mzunguko wa kwanza ulipoteza lakini mzunguko wa pili sasa umerudisha mtaji wako na umepata faida pia. Umeona? Sawa. Ikatokea pia mzunguko wa pili labda umepoteza, tunakuja kwenye mzunguko wa tatu. Mzunguko wa tatu tunashauriwa tuwekeze mara 3 ya kile ambacho tumekipoteza kwenye mzunguko wa pili. Mzunguko wa pili tumepoteza shilingi 9000. 9000 mara 3 tunapata 27000. Sasa hii 27000 inatakiwa tuje tuwekeze kwenye mzunguko wa tatu. Tukiwekeza kwenye mzunguko wa tatu, ikiwa tumepoteza tunakuwa tumepoteza 27000. Lakini tukiwa tumeshinda tunakuwa tumeshinda faida ya shilingi 27000. Tafsiri yake ikoje? Mtaji wangu ni shilingi 27000. Nikishinda inazidishwa mara 2 ile 27000. Ina maana inakuwa shilingi ngapi? Shilingi 54000. Jumla kuu inakuwa na shilingi 54000. Sasa je, hii shilingi 54000 nitawezaje kujua faida yangu na mtaji wangu utawezaje kurudisha? 54000 ukitoa 27000 itabakiwa na 27000. Ile 27000 imesimama kama faida. Lakini pia kumbuka mzunguko wa pili tumepoteza shilingi 9000. Kwa hiyo shilingi 27000 utatoa shilingi 9000. Inakuwa umebakiwa na shilingi ngapi? Na shilingi 18000. Sasa hii 18000 ambayo inabakia, tukumbuke pia mzunguko wa kwanza tumepoteza pia. Mzunguko wa kwanza sisi tumepoteza shilingi ngapi? Shilingi 3000. Kwa hiyo shilingi 3000 ile kwenye ile 18000 tutatoa shilingi 3000, tunabakiwa na shilingi ngapi? Na shilingi 15000. Sasa basi hii 15000 tunabakiwa nayo ndio faida.
Ina maana tumepoteza raundi ngapi? Mzunguko wa kwanza na mzunguko wa pili tumepoteza. Tulivyoshinda kwenye mzunguko wa tatu, tayari tumeweza kurudisha mtaji wetu wote ambao tuliupoteza, lakini pia tumepata na faida ya mkononi ya shilingi ngapi? Shilingi 15,000. Hii ndio maana ya sheria 3x. Hivyo hivyo kama utapoteza na mzunguko wa tatu, pia utaizidisha ile ambayo umepoteza mzunguko wa tatu ili uweze kupata jibu utakaolipata, ndio uwekeze kwenye mzunguko wa 4. Mzunguko wa tatu ukipoteza 27,000, mzunguko wa 4 utazidisha ile 27,000 mara 3, utapata wastani kama 81,000 kama sikosei. Ukishapata 81,000 ndio utazidisha, utaweka pale, utawekeza. Ukiwekeza ile 81,000, ukishinda utashinda shilingi ngapi? Laki na 60 ngapi? Na 62. Katika laki na 62 ukitoa 81 ambayo ya mtaji tabaki 81,000. Haya, ile 81,000 sasa ambayo imebakiwa nayo utatoa 27,000 ambayo umepoteza katika mzunguko wa tatu, utatoa shilingi 9,000 ambayo umepoteza katika mzunguko wa pili, utatoa shilingi 3,000 ambayo umepoteza katika mzunguko wa kwanza. Utapata faida itakayobakia, ndio faida yako. Na hisi tutakuwa tumeelewana.